Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. Mwathani arogoshwo haria hothe uranjirorera ndi guku mitambo-ini ya Sky Cable TV ngithie na mbere na morutani ma kiugo kia Ngai. Subscribe now to our channel to start enjoying our wide range of amazing content. Subscribe now and start enjoying spiritual nourishment from pastors and bishops. Subscribe and start enjoying eye-opening counseling on marriage and relationships. Subscribe and start enjoying beautiful music. Subscribe and start enjoying some rib-cracking comedy and more. Na njukite guku ni undu wa kwenda kuumiriria ngoro cia andu aria magikorwo moritwo ni hinya mahote gucokwo ni thayu na mahote guthie na mbere na muturire na kwaria ni kwendana na kuo kwendana niguo thayu ri koguo nikio tuoka ringi nigetha tuheane uhoro cararuku tutikuhitha tukwaria uria Ngai atwirite na tutiukite hi nigetha tukuonererie we uria ui na uria tui riu tuikire kiondo-ini kimwe maundu magacire na moke wega ni tondu Ngai witu ni atutuma. Ageni ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio. We also offer the following services: wedding coverage, photography, videography, advertisement, production, branding and design, events coverage, and send-off coverage. And here is our contact info. Thanks for watching. Share this video and subscribe now to our channel. Thank you very much for this opportunity that God has given me so that we can have a word of God together. I would like to take this opportunity also to welcome my viewer there at home at this wonderful platform of Sky Cable TV Kenya so that we may hear the word of God. My names are Pastor Richard Irungu from GITHURAI Hope Fellowship Center Church, and you are so much welcome. I would like us to start with a word of prayer, then we continue to have the word of God together. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I thank you because of this chance that you have given us, that we may come and share the bread of life, the word, oh God, that is the life in our hearts. We want to worship you. We want to bless your name. As we go through, we pray for your guidance. We pray for your blessings. Bless me, oh God, as I share this word, and even the viewers who are viewing us from different parts of this nation and even outside Kenya. We pray that your presence may be together with us so that, oh God, you may touch each and every heart that is going to listen to this word. It is in Jesus' name that we pray and we believe. Amen. Thank you. You are welcome. I would also take this chance to welcome the members of Hope Fellowship Center churches, wherever they are in different branches, and also the Hope Fellowship Center members from GITHURAI. I also welcome my family members. I know they are watching. I would like us this morning to speak about something we call sight, because the message title is about as far as you can see. God is so much interested and concerned with the sight of a human being. And as the word of God is going to lead us and guide us, you are going to see that it is important to ask yourself, what are you seeing? Because what you are seeing is what God will see for you. I'm going to explain further. God is so much concerned with sight.
And in the life of any human being, there are two different types of a vision or sight. There is a physical and there is a spiritual. The body that we live in see things with physical eyes, but in the spiritual life that we live, the life that is unseen, sees things in the inner eyes that we call vision. So as much as the physical eyes are important to the physical body, the same case, the vision is important to the spiritual life. That is a statement. So God bless you so much. I would like us to see the word of God in the book of Genesis. Genesis, you can open with me if you are there. In the book of Genesis chapter 13 and verse 14, we see what God is talking about when it comes to sight. Genesis chapter 13 and verse 14, the word of God says, let me read. The word of God says that the Lord said to Abram, after Lot had separated from him, rise your eyes now and look from the place where you are, northwards and southwards, and eastwards and westwards. For all the land that you see, I will give you to you and your offsprings forever. God is talking to this great person called Abram, and he is telling him, I am going to give you, but what I am going to give you is only what you are going to see. So before I release it to you, you must look out and see. Then what you are going to see, I will give it unto you. Let me tell you, brothers and sisters, that looking and seeing gives God a legal ground and a good time to give unto us what we have seen. Because there is no way a man can become what he has never seen or he has never thought of. Many people have lost their destinies because they didn't see it. And there is no way you can become what you have not seen. In the book of Jeremiah, let's see another scripture, then we continue. In the book of Jeremiah, I just want to drive this point home, that God is not ignorant about sight. God is so much concerned about what you see. So that as we continue, you are going to ask yourself, what am I seeing? Because what you see is what you shall become, and what you don't see, you can never become. In the book of Jeremiah chapter 1 and verse 11, the word of God says that the word of the Lord came to me, saying, Jeremiah, what do you see? And I said, I see a branch of an almond tree. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am watching over my word to perform it. Let me tell you, even when God is prepared to perform his word in our lives, he is concerned about how we see things. And the word of God is explaining that there are times we can see well, and there are times that we cannot see well. Because God is telling Jeremiah, you have seen well, and I am now prepared to do or to follow my word in your life. And in the book of Proverbs 29:18, the word of God talks about where there is no vision, about how people perish because of lack of vision. Let me tell you that even if God is prepared to bless us, we must be prepared also to pray our part very well. And one way of praying our part is by seeing and by ensuring that we see very well. Kama vile mwanadamu anaenda kuangalia daktari ili aweze kutengenezwa macho. Kuna daktari wa macho wanaitwa opticians hao. Kama vile mwanadamu ako so much concerned kwa sababu macho yake ikikuwa na giza, mwili wote umejaa giza, hata maisha yetu ya kiroho wakati yamejaa giza, maisha yetu yote katika upande wa kiroho yanajaa giza na hatuwezi kuenda. Kwa hivyo ni vyema kila mtu aweze kujiuliza, what do I see? Because it is as much as you see, because God was telling Abraham that what you see is what I am going to make sure that you inherit. And the theory of seeing
Listen to this one. The theory of seeing depends on where you are standing. There's a theory that the higher you stand, the far you see. The lower you stand, more hindrances that you cannot see. So it is good to ask yourself, where are you standing? Where are you? What do you see? Bwana Yesu asifiwe. So that is what I want us to speak about today. It is good to understand that people have different eyesight, and spiritually people have different spiritual sight. That is why you see that something can happen in the same way, but people can interpret it differently. The word of God says that there were these guys who are sent by Joshua to go and spy the land of Canaan. And when they reached there, a good number of them saw great threat. They saw giants. They saw impossibilities. They doubted God. They saw themselves as people with no strength. But there are some other guys who are very few who said that even if we see giants, there is something else that we are seeing, that our God is able to deliver us. Our God is able to give us victory and to give us this land that he promised our forefathers. And so they say that with God on our side, these people, we are going to swallow them. But there are this group which say that it will be very hard for us because we seem to be like grasshoppers in the eyesight of those people. Just look at this one. There is this guy ambaye anajiona yeye ni grasshopper. Na kuna huyu mwingine ambaye anajiona ya kwamba Bwana akiwa kwa upande wangu, hawa watu nitawameza. Na hauwezi kuwameza ukiwa grasshopper. Let me tell you, the results, many people are living the results of their eyesight. Hiyo maisha unaishi ni vizuri kujiuliza, have you ever seen beyond there? Bwana Yesu asifiwe. There are different levels of eyesight, and that is why people see things differently. Because of different levels of eyesight, I would like to speak about 3 spiritual levels of eyesight. Number 1, we have abnormal eyesight. Number 2, we have normal. And number 3, we have a supernormal. Bwana Yesu asifiwe. In the book of 1 Kings chapter 18 and verse from 41 up to 46, atutasoma because of time, it talks about Prophet Elijah with King Ahab pale mlimani, when they went there after a prolonged drought and they went to pray. There was King Ahab, there was Elijah, and there was the servant of Elijah. And when we look at the abnormal way of seeing things, we see that when King Ahab was there, and the Bible says that he went to feast and to eat and to celebrate, but Elijah was praying that there may come rain, and he was sending his servant to go and look from the sea where there is any sign of rain. But King Ahab, where he was feasting, he had no idea whether rain is coming. Hata hakufikiri kama mvua inaweza kunyesha, hakujua, mawazo yake haikuwa inamwambia. Spiritually, he was asleep. He had no idea what was happening. As a result of the drought ambayo ilikuwa hapo, hakufikiri kama mvua inaweza kuja haraka, kwa sababu kama angefikiri hivyo, ni yeye angesema ya kwamba wacha niondoke kabla mvua inipate. Lakini alirelax, na hivyo ndivyo watu wengi wamerelax katika maisha kwa sababu ya kile ambacho kimehappen previously. Labda mtu akupata nafasi ya kusoma, na kwa hivyo mawazo yake iko stuck hapo ya kwamba ukiona si kusoma, siwezi succeed kwa biashara, siwezi hata mtumikia Mungu vizuri, siwezi kupendeka na watu, siwezi kuajiriwa kazi. Na kwa hivyo mtu ako tu hapo, ako stagnant, ni kulia tu, ni kusema ameachiliwa, ni kubulemu wazazi hawajamsomesha na mambo mengine kama hayo. That is an abnormal way of seeing things. There is another way which is normal, just an ordinary average way of looking at things. There is this servant ambaye alikuwa anatumwa na Elijah, anaambiwa enda uangalie. Mara ya kwanza anaenda anakuja, mara ya pili anaenda anakuja, mara ya tatu anaenda anakuja, mara ya saba ndio akasema kumeonekana kakitu, mpaka akadescribe size ya hako kakitu. Hakuona anything beyond that. Aliona ni kakitu kadogo tu. Lakini Elijah alipoambiwa, alijua the meaning of that thing. Kwa sababu
mtazamo wake or his spiritual eyesight level was super normal or it was great. And so huyu jamaa ambaye ni mtumishi aliona tu mambo kwa kikawaida, akaelezea kwa kikawaida tu, akakuwa average. Watu wengi sasa wamekuwa hapo kwa sababu wanaangalia mambo average, wakatosheka. They have no concern of how that average can be propelled to be a great thing. And so their eyesight becomes only normal, very average. Watu ambao wanaweza kuwa na ushindi mkubwa katika maisha, wanajawa na hofu, wanajawa na uoga kwa sababu ya hali ambayo wanapitia na kile ambacho wanaona kakitu kadogo. Maybe uliona kakapito kadogo ya kufanya biashara na ukafikiri hii kakapito inaweza tu kuuza nyanya hapa peke yake na nitaishi kuuza nyanya miaka yote. But maybe kalikuwa kamkono kadogo tu, ili ukiweza ukatazama kwa njia kubwa, upanue mawazo yako, it was an entry point for your blessings. But imagine you didn't know. Imagine you are just there crying, ukisema ya kwamba niliajiriwa hapa kazi, nalipwa kamshahara kidogo, na kwa hivyo umejipanga, hata umehamia kanyumba kadogo, hata umejipanga vile hauwezi kuendelea. Yani mawazo yako umereduce to the size of that salary ambayo unapokea. Whereas God wanted you to plan yourself and see things in a greater way and plan yourself very well. Lakini you didn't do that. Just look at it. Ujamaa aliona kitu akakuja akaambia Elijah, nimeona kitu lakini hata kama kako kanatoshana na mkono wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. But I thank God because there is something that Elijah was doing the other two parties were not doing. Bwana Yesu asifiwe. The word of God explains that Elijah was praying. Elijah alikuwa amejikunja akimsihi Bwana. Na kwa hivyo the only thing ambayo inaweza kutusaidia to see things in a supernatural way or supernormal way is through prayer and seeking God. Without seeking God, there is no way you can think how you are going to progress with something small. But if you can understand the theory of the kingdom of God, that there is power of multiplication. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. There is power of multiplication in the kingdom of God. And so what God says today, tomorrow can be greater, can be magnified, because it depends on how you see things and it depends on where you are standing. That is why we said the higher you stand, your position in the kingdom of God, your position in seeking God is what takes you higher, and the higher you go, the far you see. Wale watu ambao humtafuta Bwana na wale watu ambao hawana mashaka vile Bwana anaweza kufanya, maisha yao ni ya kitofauti, kwa sababu hata ukiwaona wako chini leo, wanajua neno la Bwana linasema ya kwamba na wale watakatifu waambiwe wasidharau mwanzo wao mdogo, kwa sababu wataigawa mwanzo wao ni mdogo, mwisho wake utakuwa ni mwisho wa maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayemtafuta Bwana, I want to tell you that you are different from others because your eyesight is adjusted to see far, because your eyesight is connected to the promises of God and to the word of God, that it does not matter your possession today. It does not matter the size of that cloud in the sea, but you are going to interpret that a great rain is coming. We have seen Elijah, aliposikia kwamba hako kadogo kameonekana, alitumana mara moja akasema mwambie mfalme ya kwamba in the near future mvua itamsimamisha, mwambie aondoke na aende. Yani alichanganya. Elijah added what was seen, he added faith unto it. And so even without seeing the rain, he sent a message to the king that a great rain is coming. Hallelujah. Praise the name of the Lord. My brother, my sister, are you combining faith with that little you see or you have? You know what many people are doing is complaining because of that little they have. Is complaining because of that small thing they have seen. My brother, my sister, if you complain comes to carry away what we have, because it means we are not joyful or we are not thankful to the one who has provided hayo kidogo. But if we can add faith unto it, what faith does, faith multiplies, because you are believing in the one who created the heaven and the earth. I want to encourage somebody today that
as long as you are living, and it is God who has put life in you, as long as you are not dead, what you can do is unknown. The far you can go, it is a misery. You can go as far as you can see. Imagine, mimi ushangaa. There is this guy called Lot. Lot walikuwa na Abraham. Wakaachana, akachukua safari ya kuteremka akielekea kule aliona ni kuzuri. Naye Abraham akiwa pale mlimani, Mungu akamwambia ya kwamba anza kuangalia. Hebu niambie, kama Abraham angeteremka kule chini, angeona wapi? Hageona faa. Ageona tu milima kidogo kidogo tumezunguka hapo mji wa Sodom na ifike hapo. Lakini akiwa kule mlimani, aliona every corner, every direction, including kwenye rutu alienda. Labda alitazama akaona kajamaa kanateremka huko, eti kamejichagulia mahali pazuri, naye Mungu anamwambia mpaka huko unaona. Si hata huko umeona ndio. Wherever you see, I will give you. Let me tell you, sight is important even than what you are holding even today. Kuona ni kuzuri. Having a vision is more important than what you are holding today. Because a vision can carry you to where you didn't know you can reach. Eyes should have no limit. As far as you can see, God can give you. Now, in your inner eyes, what do you see? Ni nini unaona? Elijah aliona na mtazamo wa super normal. Akaona kile ambacho Bwana anaweza kutenda alipoona kawigu kadogo. Bwana Yesu asifiwe. So a vision is about daring and risking. It is about zooming. It is being specific. Ninamtazama mtu anaitwa Daudi wakati alienda kutazamana na mtu anaitwa Goliath, na Daudi kile alifanya, alizoom kidogo tu. Mtazamo ni mzuri sana mpendwa. Daudi alizoom kidogo tu, akaona vile aliua duba, akazoom tena kidogo, akaona vile aliua simba, akakompea ukali wa duba na simba na ukali wa Goliath, alafu akajua ni nani alimpatia uwezo wa kuua simba na duba bila silaha. Akasema ya kwamba silaha za mfalme zirudishwe. Sitaki, rudishia mfalme hizi. Akamwambia mfalme, mimi sijazoea kwenda na vitu kama hizi. Watu wakamhurumia, lakini hawakujua ya kwamba kuna mahali anaona wao hawaoni. Hawakuwepo akiua simba, hawakuwepo akiua duba. Hata akijaribu kuelezea mfalme haelewi. Anamwambia, haya basi, wewe ni kijana mdogo, huyu ni mtu amekuwa vitani, unawezaje enda kungangana na yeye? Yeye anazoom kidogo, anaona simba ilikuja hivi nikaishika. Hapana, huyu Mungu aliniwezesha kuua simba. Na akamwambia ya kwamba Mungu aliyekuwa pamoja na mimi, Bwana Yesu asifiwe, Mungu aliyekuwa pamoja na mimi. Mpendwa, ni vyema kuwa mtu aliye na mtazamo. Usikae tu hapo ukiisha. Sometimes tafutilia jambo la kumsifu Bwana katika maisha yako, na jambo la welcome the presence of God in your life. It is good to remind God what he has done unto your life. It is good to tell God, if you are together with me in that thing, even this one. Sasa huyo jamaa alitazama, wengine wakiona Goliath wakiwa na mkuki akikanyaga akikuja kwa ujasiri, yeye alikuwa anaona mtu aliye chini akikuliwa na ndege wa angani. Look at that. That is fire. Imagine, yu ni kijana mdogo, anaona mlima mkubwa unaitwa Goliath, na sio kuona tu, amesikia hata sauti ikimwambia, unanijia na kiboko, mimi ni mbwa. Ndege wa angani leo watakula nyama zako. Na yeye badala ya kubank on those threat words, akabank na vile aliona mtazamo. Akaona ya kwamba niliona simba amelala chini nikiwa nimemuua. Niliona duba amelala chini nikiwa nimemuua. And this uncircumcised Philistine who has defied the army of the living God, nitaenda kumpatia nyama zake wanyama wa porini. Akamuona hivyo, akamuona akiwa ameanguka chini. And wengine wakitoroka wakishangaa kuuliza David anafanya nini? David akajua ya kwamba vile mimi ninaona, just listen to this one. David aliona ya kwamba kulingana venye mimi ninaona, hawa wengine hawaoni. My brothers are not seeing it this way. And that is why they are telling me to stop speaking. Other people, even the king, are not seeing it the way I am seeing. That is why they are trying to give me clothes. That is why they are trying to warn me. That is why they are helping the enemy to tell me how he has been trained and he has been in the battlefield for a long time, and they are despising me that I am only a young boy. Look at it. Naye David decided that I will not
go with them. So the word of God says that he ran before them. He shifted. Alikibia bio kulingana kile anaona, akaona hatuoni pamoja na hawa. Na alipokibia wakaona amekaribia, wakaona basi huyu sasa si ni yeye amekibia, ndio hatuwezi kumsaidia, wacha angangana na huyo jamaa. Naye Mungu akakuja. Tell you, birds of the same feathers flies together. There is no way you can find an eagle flying together with maybe a dove. It is impossible. Eagles wako na uwezo wao wa kutembelea mahali ndege wengine hawafiki. Naye huyu Daudi alijua ya kwamba I am an eagle, others are zinaitwa aje hizi vitu zinapenda kukurakura wanyama huku chini, hazina hata uwezo wa kuruka. Hata wacha tuseme kuku, alijua ya kwamba hawa ni kuku tuko na wao hapa. Hawa ni kuku, hata wakiruka juu ni level hii, alafu warudi chini. Mimi naweza kufly as higher as I can see, and so I am not going to walk with them. Akakibia mbele yao, akawaacha, akaanza kuconcentrate na vile wanamwambia, akaanza kuconcentrate na kile ameshika kwa mkono ambayo ni sling na mawe na sauti ya Mungu na adui. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka mawe kwa sling bila mtu anamsaidia, bila kuangalia nyuma wako wapi. You know the problem with us is that we bank our help from our colleagues. We bank on help from our parents. We bank on help from people whom we are working with. Sometimes you can have an eyesight, but because of your friends, because of the people that you have enclosed yourself with, then you can go nowhere. The moment you try flying, they threaten you that wewe unataka kuanzisha biashara hapo. Hizo zinaanzagwa na akina fulani, si watu kama wewe. Eti wewe unasema eti utarudi shule kusoma. Mzee kama wewe utasoma namna gani? Haiwezekani. Eti wewe unasema unataka kuolewa. Unajua ni wasichana wangapi wako dunia hii na wamekosa husband and you want to be married? How can you? Wanakurudisha chini vile walikuwa wanarudisha Daudi wakimwambia ule jamaa unacheza na yeye, it is dangerous. But the word of God says that David did not bother them. Alichomoka akikibia mbele na akaenda kupigana na adui na Bwana akampatia ushindi. There is this story of David once again with huyu jamaa alikuwa anaitwa Nabal na Abigail. The word of God says ya kwamba kuna wakati Daudi kabla akuwe mfalme na bado alikuwa na uwezo, alikuwa na jeshi lake wakiwa wanawidana na Sauli, akawa ya kwamba anatumana apatiwe msaada kwa mtu anaitwa Nabal. Na alikuwa maybe anatarajia kurudishiwa mkono kwa sababu kuna wakati alisaidia wafanyakazi wa Nabal wakiwa malishoni. Na yeye akatumana. Lakini alipotumana, Nabal hakuangalia Daudi kwa mtazamo mzuri. Alijibu vibaya. Akasema ya kwamba who is David? Yeye ni nani nimsaidie? Eti nimchinjie. Nimsaidie aje? Eda mumwambie simsaidii. Na waliporudisha ujumbe, Daudi akakasirika sana. I want you to look at this. There is a two different eyesight between Nabal and his wife Abigail. Because Abigail, the word of God says that he responded positively. Kwa sababu alipoambiwa hivyo, yeye alijua there is something his husband did not see. The husband did not see that David is headed to be a king. Hakuona huyu jamaa anaendelea kuwa mfalme. Alimjibu tu vibaya. Lakini Abigail, the word of God says that alijua huyu jamaa anaenda kuwa mfalme. Hebu tusome tu hiyo kidogo itakusaidia. In the book of 1 Samuel chapter 25. Wacha tuisome kidogo tu. Utaweza kuona vile kumekuwa na interpretation tofauti hapo. 1 Samuel chapter 25 and verse 31. Huyu ni Abigail wakati aliambiwa vile mume wake amejibu na vile mume wake na vile Daudi amekasirika na anakuja. Akaenda akaaguka kwa miguu ya Daudi, akibeba zile vitu Daudi alikuwa anaitisha na kumwambia my lord, usimuulize bwana yangu kwa sababu ya makosa yake, yarudishe yote kwangu. Nisamehe, bwana yangu si mtu mwerevu, anafanana tu kama jina yake. Akaongea maneno ya kumsihi Daudi, alafu baadaye akamwambia hivi verse 31. 1 Samuel 25:31 akamwambia hivi, my lord shall have no cause of grief or pangs
or of conscience for having shed blood without cause, or for having saved himself. And when the Lord has dealt well with you, my Lord, then remember your servant. Yeye anamwambia mfalme, kwa sababu Bwana ako ndani yako, usiwe na hofu, wewe jitie nguvu, na Bwana akikukumbuka akufikishe na hapo. Hata hamwambii eti ukikuwa mfalme, anamwambia wakati Bwana atakutendea vizuri. Alijua tu this person, insight yake ilimwambia this David is headed to be the king of Israel, na akamwambia kwamba ukikumbukwa na Mungu wako na mimi mtumishi wako, usinisahau. Just look at it. And I'm telling you, that is exactly what happened. Ilifika mahali huyu Nabal akafa na huyu Abigail akawa mke wa Daudi na akakuwa queen in the house. Alikubukwa ama hakukubukwa? Alikubukwa. Ni nini kilifanya akubukwe from nobody to a queen in the house of the king of Israel? Nini ilimuinua hiyo? Nika kitu aliona, akaikomenti na akaiamini, akasema ya kwamba wewe kulingana vile ninaona, God is taking you somewhere. Let me tell you, my friends, that many people have lost opportunities because of not seeing well. Many people have not seen opportunities. Watu wengine wameajiriwa mahali wakakosa kuona opportunities. Maybe Mungu alikutuma ufanye mahali kwa watu fulani, na ilikuwa ni networking Mungu anakuletea ili unyenyekee hapo akufikisha the next level, na wewe haukuona hiyo, ukaanza kubehave anyhow, ukaanza kureact anyhow, chance ikapotea. Watu wengine Mungu amewapeleka kufanya kazi chini ya watumishi wa Mungu fulani, na Bwana ako na mpango ya kwamba anataka kukulea hapo, akulee hapo, akuigize mahali hata kupeleke juu hata kuliko your boss. Lakini kwa sababu ya pride na kwa sababu ya kukosa kuona vizuri na kwa sababu ya kukua visionless, watu wakaharibu ushirika wao, wakakosa kuwa waaminifu, wakaharibu destiny zao, wakabaki wakilia hata wakisema Mungu hajawaita. God has called them but they did not see. Let me tell you, God did not come to help Abigail. Abigail mentioned with her own lips that David, when God remembers you, remember me. And he was remembered. Bwana Yesu asifiwe. God was telling Abraham that I will only give you what you see. It does not matter where you are now. It depends on what you see. And for you to see, you are supposed to be studying somewhere. And for you to be studying somewhere, you are supposed to be loving God. You are supposed to be faithful. You are supposed to be a prayerful person. That is the only moment that you can be able to see. Bwana Yesu asifiwe. When God showed Abraham that land, listen to this one. The land of Canaan was already occupied. Kulikuwa na watu wanaishi hapo. Kulikuwa na watu wanaishi huko. Watu wengi sana Biblia imewaelezea. Lakini when God told Abraham ya kwamba nitakupatia pale, there were all the reasons of Abraham to doubt God. But he did not doubt God. He embraced faith instead of doubt, instead of fear, instead of complaining that I don't have a son, instead of complaining this and that. He said that the Lord has said, so shall it be. Wakati Mungu alimpromise, there were many people, giants, living in that land of Canaan. And God told him that, you see that land, it will belong to you and your descendants. Just look at this. Everything was hope against hope. Because how can you tell somebody you are going to give him something that is already occupied by somebody else? How could David be promised a seat that was already occupied by King Saul? How could God promise Abraham to give him a land that is already occupied by Canaanites, and he is promised that his own generation will occupy there when he is getting older and older and his wife is barren? Look at it. Everything was saying no to the promises, but Abraham said, as much as it is God who have said, it is yes. Even if the current situation says no, according to what God has said, it is yes. Let me tell you, respond according to the word of God, but not according to the current situation. Watu wengi wanajiangalia mahali walipo, wanasema ya kwamba mimi nimeisha. Imagine, hata unajitolea ushuhuda ya kwamba mimi kwisha, hata mkiniona nikitembea mimi siko. Hauko namna gani? Wewe acha mchezo. Let me tell you, embrace faith. Believe that
as the word of God says that even a dead dog, a dead lion is less important than a living dog. Bwana Yesu asifiwe. Because there is no way it can come back to life. Lakini wewe uliye na uhai, as much as it does not matter the weakness that you have, it does not matter the current situation, embrace, look for the promises of God in the word of God and focus, zoom your vision very well. Zoom. Mimi napenda ya kwamba zile vitu zinaitwa binoculars. Let me tell you. Wazungu wanatembeaga nazo huku kuangalia wanyama. Mzungu wako mbali, wanyama wako mbali, anavaa binoculars anawaonea hapo. Anawatazama vizuri, anaona huyo ni lion, huyo anafanya nini. Lakini kama haujavaa hizo na uzumu vizuri, hangeweza kuwaona. It is the highest time we embrace our spiritual binoculars. Bwana Yesu asifiwe. Brothers and sisters, kama hauoni vizuri, omba Mungu, mwambie akuguze tena. Mtu mmoja katika Biblia alisema ya kwamba niguze tena nione vizuri, akaguzwa. Mara ya kwanza akasema ninaona watu wanakaa kama miti. Mara ya pili akaguzwa akasema bas, ni hapo. Simamia hapo nimeona vizuri, nimeona clearly. Kama hauoni vizuri, muendee Bwana, na kumwendea Bwana ni kupanda gazi kidogo ndio uweze kuona faa. Kama umezungukwa na marafiki hata huwezi kuona vizuri, wanakusuffocate with discouragements, they are suffocating you with challenges, they are suffocating you with discouragements that you cannot go. And they are trying to describe you. It does not matter whether you are the weakest in your family. David was the weakest. It does not matter whether you are the youngest or you are the one most hated. Joseph was the most hated. But I'm telling you, it depends on how you are going to embrace the word of God with you. Mtu anaitwa Joseph alisema ya kwamba siwezi kumkosea Mungu wangu kwa sababu aliota ndoto. Na hiyo ilikuwa inamkoroga tu. Ndoto ni kumaanisha ya kwamba Mungu alimuonyesha faa. Paka baba yake akamuuliza, wewe unasema tutakuinamia mimi na mama yako na brothers zako, what do you say? Let me tell you, as much as you see, nobody can block your sight, the spiritual sight. Watu wanaweza ukufuga macho hivi usione kwa macho haya, lakini spiritual sight, hata ukiwa ndani ya jela you can still see far. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiwa ndani ya karumu umefugiwa mahali ya kwamba eti hauwezi kuona na physical eyes, your spiritual eyes can see far. Bwana Yesu asifiwe. And so brothers and my sisters, where are you studying? Many people have lost opportunities because of not seeing far. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tunaendelea vizuri. Nataka kuzungumzia, I want to speak about just a few opportunities that people have lost because of not seeing far. Opportunity number one is what we call marriage opportunities. Young people have lost great potentials and great marriage potentials because of being short-sighted. When somebody comes to propose for a marriage to you, you look at him from up to bottom. Unaangalia kiatu, unatazama, unaangalia nywele, hata hajanyolewa, unamwambia ngoja nitakwambia. Then the moment you go, unaenda kabisa. After 5 years unakutana na yeye alipata bibi mwingine anaendesha gari, amevaa kasuti, hata alijua kunyolewa. Let me tell you, people are wasting opportunities because of being short-sighted. Sometimes when God calls you or when God brings a blessings to you, he places it near you, then he asks you, what do you see? Mungu alimtoa Abraham kwao, akampeleka mahali, alafu akamwambia, sasa area hii tu ndio baraka zako ziko, ni kazi yako kufungua macho. Wacha nikuambie, hapo huko ni baraka zako ziko area hiyo. Mtu anaitwa, huyu msichana anaitwa nani? Sijui anaitwa Haga, ambaye alikuwa analia wakiwa na mtoto wake Samueli kwa sababu ya maji. Maji alikuwa karibu lakini alikuwa haoni. Ilibidi Mungu intervene, amfugue macho, amwambie angalia, maji ndio hiyo. Let me tell you, sight is very important. Kile kinafanya, that thing that is making you cry, it is there next to you. It is only that you are short-sighted. Imagine, it is only that you are not seeing. It is only that you are blind. Spiritual blind people are most disadvantaged people because they will not get what belongs to them.
Pray that God may help you to have a spiritual binoculars. Hata kakitu kakiwa kadogo chini na kaangalia ukaona kakiwa very clearly. Na unaona kama ndio ulikuwa unataka ama sio hiyo. Open eyes around you. Young people, don't miss opportunities. Yani unaangalia dada, you ignore her because of her condition today, because she is jobless today, and you don't know whether that was your blessings that God has brought to you. Then unaanza kuanalyze eti hajasoma, sijui amefika wapi, sijui kwa namna gani. Let me tell you, you are spiritually blind. Open your eyes. Pada juu mahali fulani ili Bwana akusaidie kuona, na njia ya kupanda ni kuomba na kusimama vyema katika njia za Bwana. People have also lost business opportunities because of despising their humble beginnings. Despising a humble beginning is dangerous. Despising a humble beginning, I say again, it is dangerous, because the word of God says that let the righteous be told that even if their beginning is not good, at the end they will be happy. Waambie ya kwamba watafurahi, they will rejoice. And because you are there and you are righteous, don't be bound by your humble beginning. Embrace what you see and see according to the word of God. I thank God because of how God sees things. When God looked at Abraham, when other people are calling Abraham Tasa, somebody who cannot have children, God was calling him a father of great nations. Look at it. God was calling him father of great nations. How do you call yourself? Hata watu wengine wameanza kujiita senior bachelors, that you cannot marry, that you not be married. How do you prophesy to yourself such kind of a thing? Instead of declaring great things, instead of seeing the way God is seeing things, you have started a business and you are there saying that according to how things are moving, I see this business will close down at the end of this year. Even you start carrying things home. You declare that this business is going to be be finished because there is no customers, because the capital was small. Instead of declaring and saying that the word of God is true, and this word of God is not a newspaper, it is the living word of God, and I declare that it is going to be life in my life, and I declare that it is going to be effective in this business. The word of God says that it is from one glory to the other, and so I see another glory that is higher than where I am. Bwana Yesu asifiwe. Satan is very cunning. He has robbed many people of their great potentials because he didn't want them to see. My brother, ask God for a spiritual binoculars. I like that. That's a revelation. Ask God for a spiritual binoculars so that your small business you are doing there, don't just close down. Don't join other people as they cry about economy. I always say that the economy of the kingdom of God is not controlled by the prices of the fuel. It's not controlled by the economy of the government of Kenya. It's not even controlled by the budget controller and everybody else whom we know. The economy of heaven says that God is a gold dealer. He deals with gold and silver. The whole world belongs to him, and everything that is with it, even the underground. The golds down here, the many fat animals in the mountains belongs to God. Then how? God is your father. And he says that in believing in Christ Jesus, you became a heir. You became a partaker in the kingdom of God. All those things belongs to you. It is only that they are surrounding you, but you are spiritually what? Blind. May God help you to have a spiritual binoculars that you may see things God sees them. Another thing or an example that many people have lost a great potential is in ministry. I know many people have cried, many people have started ministries, but they closed down. They were discouraged by other people. They were discouraged by the scenarios. They were discouraged by the conditions, and they quit because they did know that God is a God of promises, and even if his promises takes time, they will come to be. It depends on how far you see. If you see far, stick there and declare to yourself that I can see far. Bwana Yesu asifiwe. Even if you have 5 people in that ministry, even if
You have no voice, you are trying to sing, but people are not responding. Because you are praise and worshiper, but you cannot. Even if you are an instrumentalist, you cannot even play a piano very well. Can you see yourself one day playing a piano and the Holy Spirit of God is coming down to manifest just because of how you are walking with God? Can you see yourself somewhere else? Somewhere elevated, somewhere in another level, because the word of God promises that it is as far as you see. How many people can challenge God today and tell them, I saw this, you didn't give me. I saw this, you didn't give me. Yani wewe ni slave mahali unafanya kazi, lakini unajiona ukiwa na nyumba yako na familia yako na ukiendelea vizuri. Yani wewe unafanya tu kazi ambayo watu wanaweza kudharau, lakini siku moja unajiona ukiwa mtu aliyeinuliwa juu. Yani wewe kwa kanisa tu watu wengine wakitoa maelfu, wewe unatoaga 50, lakini unajiona siku moja ukikuja kusema hii cheki nimeleta ifanye kazi ya Bwana. Paka unaambia Bwana, that is what I see. I am waiting for you to deliver. Instead of saying that I will quit this church, eti niende nikatafute mahali kwa birds of the same feathers. Wenye tutafurahi huku chini chini tutoage 2020. Fly with eagles and you will become an eagle. Don't look down. Eagles don't, hata ukiona eagle inakujia kuku, inakuja kuchukua ikakule nyama. Sio rafiki inatafuta, ni nyama inakujia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo, embrace yourself with spiritual binoculars and you are going to get far. Don't just stay there and say that I am waiting for God to bless me. What do you see? God will only supply you with what you see. He told Abraham, it is as far as you see. Your borders are limited by your sight. Your borders are limited by your sight. If you are spiritually blind, then you are there for it. If you are spiritually equipped with binoculars, I want to promise you that the future is brighter and brighter for you, because God is not a human being. God is not a politician that he may not deliver what he promised, but he is always going to deliver. Let me finish by quoting the book of Proverbs chapter 16. Let me finish by that so that we can pray. Proverbs chapter 16 and verse 9 says that the human mind plans the way, but the Lord directs the steps. This is a job divided. Your success is divided into two: the human mind and the Lord. The Lord guides your steps, but okay, let's check it again. The human minds plan the way, but the Lord directs the steps. God will not come to plan your way. God will not come to see for you. God will only direct your steps when you start moving towards a certain direction. When you decide with your human minds, you know the work of the human minds is to see, is to have a vision, is to embrace a vision, and is to see what the physical eyes cannot see. Minds can see where these eyes cannot see. And God is waiting for the minds to see so that he can order your steps toward that place that you have seen. I think we should stop there. Bwana Yesu asifiwe. That's an enough statement to conclude with. That God is saying that your minds must be engaged. In other words, the work of the minds is not to work. How can your minds work? No, the work of minds is to see. When you see, then you start planning how you are going to implement what you have seen by not giving up, by being prayerful, by being humbling yourself, by knowing who are your friends, by knowing who are your destiny connectors. Many people here, mumepatana na destiny connectors, you mishandled them. Mungu amefanya ukutana na mtu fulani, badala ya ugoje na unyenyekee uone the level unaweza enda, unaanza kumwambia hebu nisaidie na 50. Na yeye anashindwa, tunaweza jisaidia na huyu jamaa. Instead of cooling down and waiting, uone what God can do na hawa watu ambao wamekuzungukia, you are there disturbing them here and there. Kwa sababu umejiona tu ni mtu wa kuomba, badala ya kugojea ka opportunity katokee, badala ya kugojea vile Mungu anaweza kukusaidia. But the word of God has said that as your minds will direct you, God will order your steps toward there.
Wewe ukiona ya kwamba ni mnyonge, God will still order your steps towards being low. Wewe ukijiona uko juu, God will still order your steps towards climbing higher and higher and higher. It is God who created the chicken. It is God who created the eagles. Choose for yourself. Wherever you see, that is where you shall be. Whatever you are going to see, that is what you are going to embrace. Na nimalizie kwa kusema Mungu akamwambia Abraham ya kwamba mahali nimekuleta, baraka zako sasa ziko within. Ziko within mahali unaweza kuona, ni vile ufungui macho. Kisimba kikakuwa within maeneo ambayo Haga angeweza kuona, lakini hakufungua macho. Your husband is within. It is only that unatafuta mtu amevaa suti. Mtu amevaa suti atatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Si ni wewe utaungana na yeye, msaidiane, mlime, mnunue suti, mnunue kanyumba kazuri. Ukitaka mtu ambaye akona gari, labda uibe mtu wa wenyewe. Lakini mtu akona gari unamtoa wapi? Ukitaka mtu ambaye anajua kuongea, a husband who is good, who is presentable. Nani amemtrain kukuwa presentable? Labda awe alikuwa na mke mwingine akamtrain. Embrace that guy. Train him how to be presentable. Train him how to speak. Train him how to be happy. Msaidie kuondoa hasira zenye anakuaga nazo. Badala ya kusema eti huyu anakuaga na hasira nyingi, ukitaka yule ambaye ni mzuri, labda uibe yule ambaye ametengenezwa. So it is according to how you are going to see things. Open your eyes. Your biashara opportunity. Many people who have succeeded in business, they have explained where they have started. The late Jenga Karume said that he started from Chakobana to a gold dealer, a multi-millionaire. Chakobana. Na wewe uko hapo hata sio Chakobana, maybe ni muuzaji wa chako ambao imebaniwa na wengine. Na huwezi kujiona ukiwa juu unasema mimi kazi yetu ni vubi tu hapa na makaa. Sisi kazi yetu ni kukibizana na kajo hapa na hapa, sisi ni hoka. Let me tell you, you are going to be great. You are going to get higher, but as much as you see yourself. Ukijiona ya kwamba Nairobi hii eti kwa sababu familia yenu hawakupata kitu na wewe hautapata, utakaa tu na utatoka huku bila kitu. Ukijiona unaweza kuwa landlord, I'm telling you, plots are there, lands are there, businesses are there, vehicles are there, showrooms zimejaa hivi zinangojea watu wa kununua. And you know what? Hautaulizwa eti umesoma mpaka wapi. Hautaulizwa eti umetoka wapi, utaulizwa pesa iko tayari ama haiko tayari. Mungu akikubariki na pesa nini huwezi kufanya? Even in ministry, God is going to supply you with sufficient grace and you are going to soar higher. You are going to mount on wings like eagles and you will not grow weary. So God bless you, my viewer. God bless you, our listener. May God bless this platform of Sky Cable TV Kenya and may God bless our land Kenya. Bwana wabariki sana. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I thank you for that great opportunity that you have given us. I have shared your word with your people, and I have planted a seed in their minds and in their hearts. Oh God, how I pray is that follow up that seed so that it may germinate and bring about good yields for the glory and honor of the name of the Lord. Help us, oh God, to have spiritual binoculars, to open our eyes so that we can see opportunities that you have put ahead of us. In the mighty name of Jesus. Thank you. We bless your name. We pray that you may be on our side. We pray that you may protect our viewer. We pray, oh God, that you may continue blessing this platform of Sky Cable TV Kenya and bless us all. We bless you. We give you the glory and honor. It is in Christ Jesus' name that we pray and we believe. Amen. Shalom. God bless you. God bless you all. Asante sana.